Unaona mahali hapa? Can we count this place? Tunaweza anza kuhesabu. From here, 1, 2, 3. This, are you looking at this place? Tunaweza pima. This will be our sitting room. How are you seeing it? How are you seeing it? You can see the woman will start laughing. Utaona mke Very precious. Very precious, this you will put another set here. Tutaweka another set here. Hapa. Another one this way. How do you see? Unaona vipi? How do you see? Wait, men. Wanaume, Keep visions. eka maono. Even if it will tarry. Hata kama itakawia. Even if it will tarry. Ingawaje atakawia. At the appointed time of God. Kwa wakati mteule It will come to pass. yatakuja kutimia. Unless men have a vision. Unless wanaume wasipokuwa na maono, nothing can be done. hakuna litakalofanyika. Habakkuk 2:3. Habakuki mlango wa 2. The Bible is telling us. Biblia inatuambia kwamba The vision maono may take long. inaweza ikachukua muda. Yaweza. So it is not a must for that vision to take long. Si lazima yachukue muda. But it will come to pass. Lakini itatimia. I was telling the servant of God. Nilikuwa naambia mtumishi wa Mungu. You cannot live in this city. Hauwezi ukaishi katika mji huu. People are building gorobas besides watu wanajenga magorofa kando ya kanisa. And we have the church of iron sheets. Na tuna kanisa la People cannot understand our God. Watu hawezi wakamwelewa. So we need to raise this church higher and higher. Tunaweza kuinua. We need an overflow. Tunahitaji Tell your friend, wait for an overflow. Ear. Tell your friend, ear. Wait for an overflow. Ngojea mahali Not one, not two. In Jesus' name. Amen. I let we overflow. Some people will be listening from above. Kuna watu watakuwa pale juu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Now I can see you are smiling, so you are getting the point. People will be on higher levels. Kuna wengine watakuwa kiwango cha juu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Isaiah. Kitabu cha Isaiah 60:22. Mlango wa 60 mstari wa 20. Isaiah 60:22. Isaiah mlango wa 60 mstari wa 20. Let us see what the Bible is saying. Tukaone kile Mungu Biblia inasema. Isaiah Kitabu cha Isaiah 60 mstari wa mlango wa 60. Let us see. 60. Mlango wa 60 mstari wa 20. The last chapter. The Bible is telling us. Biblia inatuambia a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in his time. Maandiko inasema kwa Kiswahili ya kwamba mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. A small nation. Taifa dogo. A small. Taifa dogo. I will make it great. Nitalifanya liwe kubwa. I will make it great. Nitalifanya liwe kubwa. A small nation. Taifa lililo dogo. A very small nation. Taifa dogo sana. The one which is very wicked. Lile ambalo but I will make it strong. Atalifanya liwe la nguvu. But at a appointed time. Lakini kwa wakati ulioteuliwa. At a appointed time. Kwa wakati ulioteuliwa. Hallelujah. 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 Are you a person who can stay minus food and you are not fasting? Wewe ni mtu utakaa bila chakula na hujafunga. You are not fasting as a family. Lakini hamjafunga kama but you have nothing to eat. Lakini hamna chakula. And you are telling your wife. Na unamwambia mkeo. One time. Wakati mmoja. We will be eating buffet. Tutakuwa tunakula vyakula. At Nairobi. Bila kuchagua. You will be enjoying. Utakuwa unafurahia. Nice dishes. Vyakula vitamu. Then your dress will be so smart than this one. Kuvaa kwako kutakuwa bora zaidi ya hili. That your hair will be so smart. Nywele yako itakuwa rembo zaidi. And you are eating nothing. Na sasa hiyo haukuli kitu. God will make a small nation. Mungu atalifanya taifa dogo to be great. Liwe kuu. Hallelujah. Amen. So it doesn't matter. Haijalishi the level you are now. Kiwango ulicho sasa. It doesn't matter. Haijalishi how you are living today. Vile unaishi leo. But you should work with a vision. Lakini unafaa kuishi na maono. Work with a vision. Unafaa kufanya kazi. Yes, today. Ndio leo. We are struggling. Tunang'ang'ana. But tomorrow. Lakini kesho. But tomorrow. Lakini kesho. Wait and see. Ngoja na ukaone. Hata wewe mwenyewe ngojea uone. Takutengeneza. Wait and see.
Wait and see. I am telling you today. Ninakwambia leo. Today, I'm telling you, you will be my witness. At appointed time. Kwa wakati mteule. At appointed time. Kwa wakati mteule. They will ask you, now you know mke wa nani? In Jesus' name. Amen. In Genesis 16, in Genesis 18. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 18. Genesis 18. Mwanzo mlango wa 14. Verse 14. Mstari wa 14. The Bible is saying this. Biblia inatuambia hili. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Neno linasema kwa Kiswahili. Hey. Kuna neno gani lililo gumu kwa kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia. Wakati huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. And in Kikamba it says, aliye na Biblia ya Kikamba. Kikamba? Yeah? Is there anything hard? Je, kulilo na jambo gumu? Is there anything? Kuna jambo gumu? Is there anything? Je, kuna jambo gumu hard in the Lord? Ambalo ni gumu kwa Mungu? Is there anything? Je, kuna jambo? Sarah is being asked that question. Sara anaulizwa swali. Is there anything hard? Je, kuna Can you greet your brother and sister? Can you ask him? Is there anything hard in God? Je, kuna jambo? Can you ask your friend? Uliza rafiki yako. Kwani ni jambo lipilo Yesu asilo liweza. Na kuuliza, kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Kama lipo litaje liseme, kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Our God can break the protocol. Mungu wetu anaweza kavunja. Our God can break your protocol. Mungu wetu anaweza kapanga. Our God can break the nature. Mungu wetu anaweza pangua vile vya asili. Anything that you know, it must follow this rule. Vile unajua lazima vifuate. The Lord can reverse it. Mungu anaweza for his glory. Kwa sababu ya utukufu. For his glory in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Sarah was not. Sarah was amazed. Sara akashangazwa. How will it happen? Ni vipi itatendeka? Hata wewe ngojea. Nakujengea ghorofa. Uko juu utakuwa unakaa. Sarah asked, how will it happen? Sara kauliza ni vipi itatendeka? Alijengea aje? Angejua mshahara wenye iko na roli yenye nafanya sama zote kama broli naenda mbele na ruka nyuma. Hey! At the appointed time of God. Kwa wakati mteule wa Mungu. Sarah is being told. Sara anaambiwa. Is there anything hard? Ni lipi kunalo jambo lililo ngumu? Sarah alikuwa ameshapita menopause. Alishapita ule wakati wa kupata watoto. And she knew very well it will not happen. Na alijua vizuri for me to bear another baby. Kwangu kumpata mtoto. It was so hard. Ilikuwa ngumu sana. I am asking my brother, my sister there. Ninamuuliza dada na is there anything good or hard? Je, kunalo jambo gumu ama rahisi? Yenye umekuwa unatarajia. Sometimes you can believe something good happening, then it all of a sudden it changes. Wakati mwingine unaweza amini jambo zuri kufanya na sometimes you can imagine hard situation, then you find that situation becomes so easy. Wakati mwingine unaangalia hali ngumu unapata imekuwa rahisi tena. Can we see some examples in the Bible? Tunaweza tuangalia mifano kwa Biblia. At a appointed time of God. Kwa wakati mteule wa Mungu. There's a person called Mordecai. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Mordecai. And there's a person called Haman. Na kuna mtu anaitwa Hamani. These two people, hawa watu wawili, they had something in common. Kuna jambo walikuwa nalo moja. Haman was planning how to kill Mordecai. Hamani alipanga jinsi ya kumaliza Mordecai. So he had a sleepless night. Na hakuwa na usingizi usiku wote. And the same. Na wakati huo, the king, naye mfalme, was thinking of Mordecai. Naye alikuwa anamfikiria Mordecai. And he had a sleepless night. Naye pia akakosa usingizi usiku wote. The king was
the king wanted to see whether there was something done to Mordecai. Mfalme alitaka kujua ikiwa kuna jambo lilifanyiwa Mordekai. So he had a sleepless night. Na kwa hivyo akakosa usingizi usiku wote. And Haman was planning. Naye Hamani alikuwa anapanga. He had tested all the chains. Alikuwa ameshajaribu nyororo. Yes, so that they will be able to kill Mordecai. Ambayo angetumia. So he was planning on how to kill. Alikuwa anapanga jinsi. And the king naye mfalme is planning how to raise. Anapanga jinsi ya kumwinua. When the enemy plans evil, wakati adui anakupangia maovu, I am praying unto you today. Ninakuombea leo at the appointed time. Kwa wakati mteule. When he is planning the same. Wakati anapanga maovu. May God plan a promotion. Mungu akakupangia kuinuliwa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Two things happening in the same time. Wakati mambo mawili yanafanyika wakati mmoja. Two things are happening in the same time. Mambo mawili yanafanyika wakati mmoja. One is of evil and another one is of grace. Moja ni ovu, lingine ni la neema. Hallelujah. Amen. And what happens? Na ni lipi lilifanyika? And what happens? Ni lipi lilifanyika? The man Haman. Yule mtu Hamani. He went early in the morning. Alienda asubuhi mapema. So that he will do the way he had planned. Ili akafanya vile alikuwa amepanga. And the king, naye mfalme, early in the morning, asubuhi mapema, was there. Alikuwa pale. To do the will of God. Ili akafanya mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And they said, the king said to his servants, mfalme akasema, who is there? Ni nani yuko pale? And they said, Haman is there. Akasema Hamani ameingia. Praise God. Point number one. Point number one. Point ya kwanza. Shame versus glory. Aibu ukilinganisha na utukufu. Shame versus glory. Aibu ukilinganisha na utukufu. Some people can plan evil to your life. Wakati wengine wanaweza kukupangia maovu. But if you are such a believer, lakini ukiwa mtu mwaminifu, who sets time to God, anayeteka wakati wake na Mungu, God will bring glory to you. Mungu ataleta utukufu kwako. God will bring glory to you. Mungu ataleta utukufu kwako. Say amen. God will bring glory to you. Sema amen. Number 2. Jambo la pili, do to others what you want them to do for you. Fanyia watu yale ungetaka wakufanyie wewe. Jesus said in Matthew 7. Yesu akasema Mathayo 7 verse 12. Mstari wa 12. Do to others fanyia wengine what you want them to do for you. Yale ungetaka wakakufanyie wewe. Haman did not get this scripture. Hamani hakupata umstari. Haman did not get this message. Hamani hakupata he was planning evil. Alikuwa anapanga maovu upon the life of Mordecai. Kwa maisha ya Mordekai. But appointed time of God. Lakini kwa wakati mteule the king to have a sleepless night. Ilifanya Mungu mfalme akakosa kulala. Number 3. Hoja ya 3. It depends how powerful your master is. Inategemea bwana wako ni mkuu vipi. Know your master. Mjue bwana wako ni nani. Sisi polisi tunajua kama kikorobusta. Sisi polisi tunajua who is your boss. Your boss may be the boss of that person. Are you getting the message? Bosi wako anaweza kuwa. Who is your master? Bwana wako ni nani? My master can be bwana wako anaweza kuwa to another master. Mkubwa wa bwana mwingine. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Who is your master? Bwana wako ni nani? Who is your master? Bwana wako ni nani? Who is your father? Baba yako ni nani? Who is your father? Baba yako ni nani? If you don't have a father, ikiwa hauna baba, someone with a father, mtu aliye na some authority than you, aliye na utawala juu yako. So Mordecai, lakini Mordekai, his master was God. Bwana wake alikuwa ni Mungu.